Bwana, leo wakati naingia zangu Instagram nikaona mwekezaji wa Simba Sports Club Mo Dewji. Habari gani? Yaani baada ya mimi kuona ile habari kwanza nilistuka. Kwa sababu yule ni mwekezaji alafu ni bilionea tajiri. Tajiri namba ngapi? Namba ngapi sija Afrika na 3-2. Yes. Nimeona yani kuna vitu vingine. Mbona kama unanitisha vile? Ni kitu ambacho nikikisema watu wengi hawaamini, lakini inabidi waamini kwa sababu yule ni tajiri. So amempa mkataba Lamine Yamal. Haiwezekani. Lamine Yamal amesajili Simba. Amesaini Simba Sports Club. Amesaini Simba. Yes. Mimi mwenyewe nimeshuhudia, nimeona post. Mchezaji wa Spain. Na ndio maana kuna post moja ambayo ukiingia kwenye page ya Mo Dewji utakuta ameandika kwamba anaona mbali kwa darubini kali. Mimi naona mbali kwa darubini kali, yani kwamba anaona mbali zaidi. Sasa nahisi ile post imemaanisha kitu. Mbona kama nakuelewa vile? Ina maana ile darubini alikuwa anaangalia, anamwangalia Lamine Yamal. Na Simba kuna kitu labda wanakihitaji kwa sababu Simba amekosa ukombe mara 5 ubingwa. Kwa hiyo anahitaji kuchukua ufalme hapa katikati. Kumleta Lamine Yamal Tanzania. Mtonyo wake utakuwaje? Kwanza kamleta au anataka kumleta? Tayari amemalizana, na ndio maana wanasema kwamba ndio maana wanatambulisha wachezaji ambao wa ndani sasa hivi ili iwe surprise. Hii ni surprise ya Simba Day ambayo itakuwa imesambulishwa. Najua watu wengi hawatuamini, lakini ni hivyo. Lamine Yamal tayari ni mali ya Simba Sports Club. Kavunja kibubu. Yes. Mo kavunja kibubu. Amevunja kibubu. Mo katoa shingapi? Lakini kuna tetesi ambazo nazisikia ziko ndani kwa ndani kwamba Jairuti naye pia ametia mzigo kati ya na Mo Dewji kumnunua Lamine. Wamechanga. Ina maana baada ya kuona ameenda kuomba ushauri kwa mzee, bwana mzee, kuna 1 2 3 kuhusu Simba. Hii ni nzuri kwa wana Simba wote kwa sababu unapoletea kitu kizuri kama sisi tunabidi tukipokee. Sababu wote ni matajiri, lakini kuna mchango ambao umepotea hapo. Unajua Lamine Yamal sio tajiri mdogo bwana. Kwanza hivi Simba haitofilisika. Sasa jambo la kufilisika huwezi kujua wamefanya kitu gani, lakini hii inaitwa ni kubeti. Unajua unapobeti kaingiza yani Mo kabeti mkeka ambao tunakutiki na kufeli, lakini sisi tunawekea masimamo afaulu kwa sababu ni mchezaji ambaye anaanza kuja kubadilisha mfumo wa ligi kuu Tanzania bara. Mkeka huu ukivuja wino ndio basi ujue Simba watatembeza bakuli. Sasa hii kuna muda maana mimi nadhani sidhani kama inaweza ikavuja wino, maana Lamine hawezi kuangusha. Yani hii kwanza ataleta mapato kama ndo Mo atakuwa kacheza bonge la mchezo. Kama unasema mchezo yani sasa atakuwa kwenye mchezo ambao wenye matajiri wenye kutumia akili na mali. Mimi nachotoka kuwashauri watu wa Yanga kama Yanga wajipange kwa sababu mtu kama Lamine Yamal ambaye amechukua kombe la dunia, ambaye ameshindana na Messi, the GOAT. Kujua mtu ambaye amebeba kombe la dunia alafu anakuja kucheza ligi ya Tanzania bara. Kitu kikubwa sana. Mo hapa kacheza. So mimi nimpe hongera zake Mo Dewji kwa kitu alichokifanya. Mo Dewji kapiga bonge la nani? Kwa sababu kamchukua mzee wa Free Palestina. Yani mimi mwenyewe baada kuona kile kitu kwanza nikafarijika, nikasema huyu Mo kawaza nini? Unajua tunatembea kwa kila mpanzu nani lakini leo Lamine Yamal anaanza mwezi wa 8 wanaanza. Wana Simba nasikia iko hotelini kabisa mhifadhi. Kweli. Ni surprise wanaficha. Hoteli gani mzee? Sasa hiyo mimi siwezi kutaja secret. Baba mjipange. Bana mimi ni bana sitaki kusema sana lakini kama ndugu yangu unasema hivyo hapo itabidi watu wa Yanga wajifiche. Mimi kwa sababu na jezi zitauzwa. Yani kama Jairuti huyu jamaa ambaye ni mwekezaji wa Simba, naye ni Jairuti ambaye anaweka udhamini wa Simba. Ana basi moja ya hela nyingi sana. Unajua mimi naamini umemchukua kwa sababu ile basi tu kwanza ni balaa. Lamine maana unajua kachukua shilingi ngapi? Sasa hapo ngapi kachukua ile? Tusubiri Simba Day. Milioni 100 ngapi unajua? Cha kufanya tusubiri Simba Day. Haya. Simba Day ndio utakaozungumza. Haya tuone. Mimi yangu itabidi nikunje mikono tu.